Tengeneza kesho yangu. Tumia maneno yako kutengeneza kesho yangu. Mbona hamsemi kwa sauti? Mmeshamaliza kuandika? Hii nayo ni moja ya nguvu ambayo unaweza kuitumia uwe na kesho nzuri katika maisha. Nirudie tena. Hii nayo ni moja ya nguvu ambayo unaweza kuitumia ili uwe na kesho nzuri katika maisha. Ili uwe na kesho nzuri katika, usifanye nini? Usiseme hila, aache mabaya akatende mema. Huyo ni mtu anayetaka kupenda nini? Maisha. So mimi anasemaje? Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake useme mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya atende mema, atafute amani na aifuate sana, sio kidogo. Utafute amani na uifuate sana, sio mtu amekwazika, mtu ameumia. Unajua lazima wale tuko duniani alipotumwa yule mwovu shetani anayeunguruma kama simba, lakini tunaye simba wa kabila la Yuda ambaye yeye ni mkuu kuliko yeye. Lakini lazima tujue sasa tunashindaje. Bwana asifiwe sana. 12 nasema, kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana huu juu ya watenda mabaya. Uso wa Bwana uko juu ya watenda mabaya. Kwa mstari wetu wa kukumbuka ni mstari gani? Petro wa kwanza 3. Petro wa kwanza 3 ngapi? Inasemaje? Nataka nisikie kutoka kwenu. Kwa maana atakaye kupenda maisha, anisikie na kuona siku njema. Sawa, janielewa. Baba ndio utasoma alafu wanafuatilia. Narudia sasa. Narudia. Kwa maana maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Hapo nimeanza kufurahi. Endelea. 11. Na aache mabaya atende mema, atafute amani na aifuate sana. Mpaka 12. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Barikiwe. Kwa hiyo uso wa Bwana juu ya mabaya. Kwa lazima uelewe. Twende mstari mwingine, Misali 25:21. Misali 25:21 hadi 22. Nitasoma. Adui yako akiwa na njaa mpe chakula, tena akiwa na kiu mpe maji anywe. Maana utatia makaa ya moto kichwani pake, na Bwana atakupa sawabu. Umeona sababu ya Bwana inapatikana? Sababu ya Bwana inapatikana kuishinda ubaya kwa wema. Maana yake unapomtendea mema, mpe chakula anayekuandaa, maana yake unampalia makaa ya moto, maana yake ana nia mbaya, anawaza kufanya mabaya, lakini unamtendea mabaya kwa sababu unatendea mema, kwa sababu unaipisha adhabu ya Mungu, unapata sawabu kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Lazima uelewe maandiko yanavyosema. Tuendelee mstari mwingine hapo. Zaburi 34:12-16. Inasema yale maana yale. Lakini tuangalie anasemaje Daudi. 34:12-16. Twende. Niko anasema, uache mabaya ukatende mema. Uache mabaya ukatende Mema. Umesoma wapi? Zaburi 34:12. Umesoma kwingine?
Ni nani mtu yule? Au manzia 14. Apendezwaye na uzima. Anauliza swali, nani mtu yule apendezwaye na uzima? Endelea. Nasema apendaye siku nyingi apate kuona mema. Anayetaka kuona siku nyingi. Watu watakufa kihoro, watu watakufa kwa sababu ya kukaa na mambo ambayo hayawahusu. Huu moyo maadamu Mungu utengeneza sio kutunza mambo ya watu. Mimi hapa najipanga raha mwenyewe. Mama akikubali, wewe nunua kuku, nunua nini, fanya furahia kwa shangilia siku ya Bwana. Haleluya. Unatunza sawa, sijakata, lakini uwe na kiasi. Wewe ni mtu mwingine ambaye anajenga nyumba mpaka wanakwenda mpaka watu wanaponda chinda kabisa kwa sababu ya Mungu. Wewe furahia kwanza, kama unafanya jambo la baraka ndio ujue hela zinafanya kazi. Na mtu aishi vizuri wale. Amina. Inakuwa ngumu kwa kuipesa. Wengine wataki. Ndio msimamo wako utajua mwenyewe. Tuendelee. Nilisema uzuie ulimi wako na mabaya. Uzuie ulimi wako na mabaya. Na midomo yako na kusema na midomo yako kusema hila. Rudia hapo. Uzuie ulimi wako na mabaya. Na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema. Uache, unashauriwa uache mabaya ukatende mema. Endelea. Utafute amani ukaifuatie. Utafute amani ukaifuatie. Endelea. Macho ya Bwana huelekea wenye haki. Macho ya Bwana huelekea wenye haki. Na masikio yake hukielekea kilio chao. Na masikio yake huelekea kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Endelea. Aondoe kumbukumbu lao duniani. Utaondolewa kumbukumbu lako duniani kama utaendelea na ukaidi. Kama utaendelea na ukaidi, yale Bwana anataka ufanye, umeagizwa kutenda nini? Mema. Ndio agizo Mungu anasema. Uifuate nini? Mbona hamjasema? Uitafute amani ukaifuatie. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama muongea katibu hapo, unasikia taarifa za mtaani zimekuchanganya, zimekuvuruga, na umechukua, umebeba, umesema na hama na kanisa, unasema na kwa sababu umesikia habari za mchungaji. Kumbe mchungaji anapaka matope ili wakufukuze wewe. Kwa lazima utafute kwa utafiti hiyo taarifa ni ya sahihi. Maana anasema mtampiga mchungaji na kondoo watawalike. Kwa lazima uelewe, tulioamua kwenda mbinguni hatuwezi kuzuiliwa kelele za vyura kwenye maji. Lazima tuzame, tukanywe maji, tutoke tumebubujika na Mungu wetu. Haleluya. Kwa chura anapopiga popo, wewe sogea kwenye maji kunywa maji. Amen. Wala hauzuii ulimi wake. Huko sawa. Mtu akidhani anayo dini wala hazuii ulimi wake kwa hatamu. Kwa hatamu. Maana yake nini? Hatamu ni nini? Sasa tunakimbia mchungaji anasema hatamu ni nini? Ni jambo inayozuia wana kiasi kusema, si ndio? Kwa kiasi la kuongea. Endelea. Hali akijidanganya moyo wake. Dini yake mtu huyo haifai. Dini yake mtu haifai. Dini iliyo safi. Dini iliyo safi. Isiyo nataka mbele za Mungu Baba. Isiyo nataka mbele za Mungu Baba. Ni hii. Ni hapo, sikia. Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Katika dhiki yao. Na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Na kujilinda na dunia, maanake upande wa kujilinda ni wa kwako. Unapotaka kutoka nyumbani, tumefundisha na asubuhi, lazima unapotaka kuvaa kikague kwenye kioo. Hii nguo nimevaa haina maswali. Aidha wewe ni mchungaji, aidha wewe ni mama kiongozi, aidha wewe ni shemasi au mama mchungaji au wewe ni mtu fulani. Kwa lazima uende ujiangalie, hii nguo yangu ina maswali kwa watu. Tunaona mama mmoja leo amevaa ushungi, lakini inawezekana na shida kidogo. Nimeiona shida, Mungu akutie nguvu. Lazima, lakini hapa sasa amejiangalia, kaona hapa na changamoto kidogo. Kubarikiwa mama kwa sababu umejielewa. Lazima ujijue kwamba hii nguo inabana sana hadi nguo zangu zinaonekana, lakini wewe bado unatoka. Lazima ujikinge na dunia kwa upande wako. Usiseme kwamba eti Mungu ametupa akili, ametupa imani mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndio litakalosimama kwenye maisha yangu mimi. Shauri la Bwana lisimame kwenye maisha yako mama. Shauri la Bwana kwenye maisha yako baba. Shauri la Bwana lisimame. Acha na wadamu. Naye anaweza kujua wewe mwanadamu. Ni Mungu tu pekee yake. Amina. Ni Mungu tu pekee yake. Huyo Mungu naye mtumikie huyo. Ndio maana alinichagua. Alijua moyo wangu. Amina. Atujua. Mungu anafundisha sana. Yaani mchungaji aliyeitwa kuwa mchungaji, hata kama una mgodoro magani, Mungu ndiye anamchagua, ndiye anamjua. Amina. Kuna watu wana roho sisi za magani bwana. Sisi amene sio. Roho mbaya. Hataki mtu ainuliwe, hataki mtu abarikiwe. Yeye ananuna. Utakuwa
utakufa kabla ya wakati mama. Utakufa kila wakati. Jipe raha mwenyewe, kubali Mungu amekuweka na level hiyo. Itafika wakati wewe Bwana atakuinua kwa wakati wako, halafu utafurahia maisha. Huu moyo wa mwanadamu haukubeba mambo ya watu. Unabeba mambo ya watu ya nini? Unachunguza maisha ya mtu. Kila mtu Yesu asubuhi ametufundisha vizuri kwamba wakaambiwa Mafarisayo, kwa sababu hiyo Yesu anaomba ushauri. Yaani kwa sababu ni Mafarisayo hawa watu, sikilizeni maneno yao, lakini msiwaige tabia zao kwa sababu ni mbovu. Lakini mimi mchungaji najiamini, niko vizuri na huyo Yesu aliyeniita nimtumikie na muamini yuko vizuri, hadiake ni kweli, naamini alichosema kitakuwa. Lakini hajalishi watu watainuka juu yako, usiogope, kwa maana hao maadui mnaona leo hamtaona tena. Waliambiwa wana wa Israeli wakati wanaenda kuvuka bahari ya Shamu, wakamwona Musa kama amechanganyikiwa, huku wanaona bahari, huku wanaona maadui. Musa anaambia songa mbele. Twende wapi? Nakwambia songa mbele pamoja na yote. Yesu yuko karibu na wewe mno kuliko unavyowaza. Haya mambo ni kweli na amina. Jipe raha mwenyewe Bwana. Usisubiri kupewa max. Ukifika inafukua kibali changu kilichofukiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu inafukua huduma yangu kubwa iliyofukiwa na wachawi na waganga kwa jina la Yesu. Nafukua kazi yangu popote pale ilipofichwa, na ifukua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu lazima achiliwe by force, by power. Achia afya yangu kokote ilikofukiwa, na ifukua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nyota yangu kokote kule ilikofukiwa, na ifukua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu watoto wangu walikofichwa, walikofukiwa, na wafukua kwa jina la Yesu, wakaachiliwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu kibali cha Bwana kilipofukiwa juu ya maisha yangu, na kifukua kwa jina la Yesu. Biblia inasema na sasa yamesubiria utekelezaji katika maisha yangu. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Walitaka kunihamisha kihuduma, kiuchumi, kimaendeleo. Kwa damu ya Yesu ninafuta maneno yao waliyosema juu yangu.